Mimi niseme tu kwamba niko tofauti na wengi, kwa maana ya kwamba wanaomzonga Mangungu wako sahihi. Wako sahihi kwa maana gani? Mangungu ndiye mwenyekiti ambaye amechaguliwa na wanasimba, na wanapomzonga Mangungu usahihi wao ni kwa sababu kama mambo hayaendi sawa ndani ya taasisi, wa kumulika moja kwa moja ni Mangungu. Mimi leo Chuma sitambui kama Simba na bodi ya wakurugenzi mpaka dakika hii, na hii ni kwa sababu ya maelekezo kwamba wawekezaji wanapaswa kuwa watatu. Mimi Chuma mpaka dakika hii bado sifahamu kwamba Mo ni mwekezaji ndani ya Simba, ila Mo ni mfadhili ndani ya Simba Sports Club, na ndio maana yanatoka maneno mengi kwamba Mo Dewji atoi pesa. Mtu ambaye atoi pesa maana yake hakuna makubaliano ya kimaandishi, unaelewa? Lakini kama kuna makubaliano ya kimaandishi kimkataba, utakuwa na nguvu ya kumshtaki Mo. Sasa wanasimba wanapaswa kurudi kwenye slogani yao ya nguvu moja, na wao kueleweka kuwa ni wamoja. Shida ya wanasimba mojawapo ni wahuni wengi sana. Kwa nini wahuni? Wakishinda hawamwoni Mangungu mbaya, wakipata matokeo mabovu ndio wanakuja kujua nafasi ya Mangungu ni nani, licha ya kuwa Mangungu ana matatizo na yeye. Nasema Mangungu ana matatizo kama niliposema awali. Zilitoka taarifa ndani kwamba Mo Dewji hapokei simu za viongozi wake. Sasa Mo Dewji ni nani Simba? Mfadhili anaweza akakusaidia kitu au asikusaidie, ndio Mo Dewji. Unaelewa? Unapokuja kutoka nje na kuwatumia influencer wengine kwamba Mo Dewji hafai, mimi Mo sioni kosa lake. Mo ndani ya Simba hana kosa lolote, na bahati nzuri kama Mo atakuwa ameandika pesa, wamekubaliana na kina Mangungu, pesa ambazo atakuwa anazitoa kina Mangungu anapaswa kumlipa Mo kama anaondoka. Unaelewa vizuri? Mangungu Mo hana kosa, unaelewa? Yeye ni mfadhili wa Simba. Sasa unapotoka uchochoroni na kuanza kuwatuma kina Dr. Mo na kina mchungaji kimekwenda kimerudi, uanze kumtukana Mo, kosa la Mo liko wapi? Mo sio mwekezaji Simba. Mo ni mfadhili wa Simba. Kwa wana Simba akili zinapowakaa sawa na kuanza kumtuhumu Mangungu wako sahihi, lakini kuna muda hawako sahihi kwa sababu hawataki kuyamaliza mambo yakae katika mstari ulionyooka. Kwa maana nyepesi kwamba ndani ya Simba kuna mashabiki ambao wamegawanyika, kuna ambao wako upande wa Mo Dewji na kuna upande ambao wako mwenyekiti Murtaza Mangungu. Huo ndio uhalisia. Kuna watu wameitwa nyuma ya pazia, wamehongwa hela. Nalisema wamehongwa kwa sababu hawa walikuwa wanahusika kumtukana Mangungu. Leo Mangungu amefanya kitu gani kipya? Simba amekuwa bingwa? Hapana, ila wamevutwa nyuma, unaelewa? Wameanza kuyazungumza mazuri ya Mangungu. Mimi nawakumbusha, Mangungu kama mwenyekiti anapaswa kuwa final say wa kusema weakness zote ambazo ziko ndani ya taasisi, kuambia washabiki wa Simba. Mangungu ndio sababu ya Simba kukosa wanachama. Mangungu ndio sababu ya Simba kuwa na washabiki na wapenzi. Hawa watu wanaolalamika kwa sasa akili zikikaa sawa kumtuma Mangungu wako sahihi kwangu mimi. Nakumbuka wakati wa mkutano wa Simba mwenyekiti alisema Januari 5 kadi zitakuwa zimeanza kutoka, lakini mpaka sasa hivi taarifa zipi ambazo unazo chumba cha Mjerumani kuhusu kadi za Simba? Hakuna kinachoendelea. Wana Simba nishaanza kuzungumza siku nyingi, wanapaswa kuyasemea haya mambo yao. Kuna mmoja na hoji, mbona magoli yanatoka kama bounce, hajaambuliwa, hajasumbuliwa na washabiki wa Simba? Magoli ya nani Simba? Ukiangalia kwa mujibu wa utaratibu ulivyo, magoli pale hana sifa kuwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi, kwa sababu maelekezo kutoka serikalini, wawekezaji wanapaswa kuwa wawili, waunde bodi. Unaelewa vizuri? Na mwenyekiti ndio awe final say kwenye bodi ya wakurugenzi. Kinachoendelea kwa hivi sasa ni nini? Waache wende kujikaanga hivi.
Kwa mwenendo huu, hii Yanga itawatandika sana sana. Mimi ninachokwambia, Yanga hawajataka kukurupukia mambo kwenda kwenye mfadhili, si mwekezaji, kimekwenda kimerudi, waunde bodi ya wakurugenzi. Jambo bado liko jikoni. Tunakuwa na rais na kamati tendaji, mambo yanaenda kwanza, wakati mchakato wa mabadiliko uko mdogo mdogo unakuja. Hata kama usipokamilika, kwa mfumo wa Yanga kuwasumbua utachukua muda sana, kwa sababu Yanga wanamtoa maamuzi, wana kamati tendaji. Simba wakikaa bodi ya wakurugenzi wao wenyewe waelewani, wanategemea nini? Nakumbuka wakati timu zetu 4 zimefuzu hatua ya makundi, meneja habari na mawasiliano wa Simba Ahmed Ally alisema kama timu ambayo haina uhakika wa kwenda robo finali wasitengeneze jezi, na clip yake jana imeonekana ikisambaa. Mimi kwangu Ahmed Ally sitaki kumlaumu sana, kwa sababu ni kazi yake ambayo anapaswa kuifanya, kuhakikisha kwamba taasisi yake iwe comfortable muda wote, yuko sahihi. Ulinioji mwanzo, nilikwambia Ahmed Ally yeye sio mtu wa maamuzi. Ahmed Ally kazi yake ni kupiga debe taasisi ya Simba, kuipigia debe. Ana haki ya kila kitu anachokifanya kukifanya, lakini changamoto kubwa ni wale viongozi wao wale. Na mimi situmu kwa sababu eti Simba imeondolewa katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa. Mimi nimeshaanza kusema siku nyingi sana, walikuwa tukana sana. Kiko wapi? Kwa Ahmed Ally kukisema kupromote, yuko sahihi. Siwezi kusema eti Ahmed Ally ajitathmini. Ndo kazi ambayo imemweka Simba Sports Club, ya kusha kwamba anawalinda wachezaji, ya kusha kwamba anawalinda viongozi, ya kusha kwamba anailinda taasisi. Unaelewa vizuri, lakini anaowalinda ndio anamwangusha. Huo ndio walisia. Turudi katika mchezo wa jana, tutazame labda baadhi ya viwango vya wachezaji ambao wakina Libase Goe, wakina Anicet Aura, kwa namna ambavyo uliwatazama katika mchezo wa jana. Kwako wewe unaona wanaweza kwenda kuipambania Simba katika ligi ya ndani ya kombe la shirikisho pamoja na ligi kuu? Kwangu mimi Simba ina wachezaji wa level ya ligi kuu. Ligi ya mabingwa walifosi tu. Huo ndio walisia. Na ukitaka ulithibitishe hili na ulisema, angalia nini kimefanyika ligi ya mabingwa msimu huu. Mechi 4 alama 1. Maana yake nini? Simba ina wachezaji wa level ya ligi kuu. Na kibaya ukitaka ukione kingine, hata kwenye ligi kuu hapa wakikutana na mpinzani ambaye yuko kamili, Simba inakata pumzi. Ina wachezaji ambao hawana ubora wa dakika 90. Libase Gay, wewe muangalie mechi zake zote ambazo kacheza. Libase Gay huyu anacheza dakika 30, baada hapo kapotea uwanjani. Angalia mechi ya Mashujaa, baada kufunga goli ulimwona. Mechi ya jana umemwona. Ukiondoa mechi ya Esperance de Tunis alianzia second half. Lakini ukiangalia kiujumla Simba bado apewe muda. Simba msimu kikosi chake kina sifa ya kucheza ligi kuu, sio ligi ya mabingwa barani Afrika. Na ndio maana imeondolewa mapema kabisa. Hii timu imeweka rekodi ya kuondolewa hatua ya makundi, maskini ya Mungu, ikiwa na michezo 2 mkononi. Unamfunga nani? Labda na Simba waombe Stade Malien mechi yao washinde huko. Maana kama Stade Malien ikifungwa na Esperance, Simba itafungwa na Stade Malien hapa kiwepesi kabisa. Kwa nini? Wale jamaa wana intensity dakika 90 zote. Hakuna mechi ambayo wamecheza hovyo. Kuanzia alipoanzia Tunisia, wamekwenda Angola, wako nyumbani kwao, waje waisumbue Simba, je wasumbue? Haliwezekani. Twende haraka tumalizie na kundi la Yanga. Tumeona sasa hivi wana alama 5, lakini AS FAR Rabat nao wana alama 5, michezo imebaki 2. Kwako wewe unaonaje katika michezo hii 2? Yanga mchezo ujao anakwenda Morocco. Ukweli usiopingika, Yanga ina 50% kwenda robo finali, lakini ina kazi ngumu kazini. Huo ni uhalisia. Sawa. Yanga ikiacha kucheza ligi ya mabingwa kama inakutana na Simba itafanikiwa. Shida ambayo naiona Yanga wanaamini kila mpinzani ambaye wanakutana naye ligi ya mabingwa ni Simba, ambao wamezoea kujigongea. Na ndio maana utakuja kuona kuna makosa mengine wachezaji wanayafanya, unawaza huyu mchezaji ana deserve kucheza Yanga. Ni mechi ya maamuzi, unakutana na wachezaji wakubwa, utakiwa kufanya makosa. Sasa wao muda mwingi wanaamini wanakutana na Simba ambao wamejigongea mara 6 mfululizo. Hii itawakosti Young Africans. Sasa ili wafanikiwe katika 50% ambazo nimewapa, ni kupunguza makosa ambayo wamekuwa wakiyafanya na kutumia nafasi ambazo wanakwenda kuzitengeneza. FAR Rabat kama ilifungwa New Amani, naamini itakwenda kukaza, hata kama inakwenda kumisi washabiki wake.
lakini mpira ni kiwanjani, au mashabiki ni ziada tu. Lakini Young Africans inapaswa kwenda kukomaa, kuondokana na mentality kwamba inakutana na Simba. Manake kibonde wa Young Africans Tanzania ni Simba. Kwa hiyo wanakwenda na mentality ile ile, wanapaswa kubadilika. Lakini ukweli naipa 50% Young Africans kwenda robo finali. Baadhi ya watu wameanza kusema kwamba Damaro Kamaro ameanza kuziba pengo la Khalid Aucho. Namna alivyoingia Yanga mpaka sasa, unaona hilo likienda kutokea? Of course Aucho atabaki kuwa Aucho, Damaro atabaki kuwa Damaro. Lakini kwa sasa mimi binafsi Young Africans imepata kiungo wa kisasa kweli, namba 6. Simpuzi Aucho alichokifanya kwa sababu ameshaondoka, lakini ukweli usiopingika, huu Damaro ninavyomuona mimi, umeona viungo wa Simba wakabaji wote wale, Damaro huyu unabisha sana kukutana tarehe 1 mwezi wa 3, labda mechi sogezwe mbele. Mimi ninachokwambia, kikosi ambacho Young Africans wamekipanga na National Al Ahly Zanzibar kikikutana na Simba, sitaki lawama. Mkono mmoja weka juu TMK wanaume. Nakwambia ile ukweli, kono la nyani. Why? Yanga ina intensity ya muda wote kuliko Simba. Simba inaweza ikatangulia kupata goli ukarudisha na wakawapasua. Kwa nini? Wanakosa intensity. Then Simba wana changamoto ya kujilinda maeneo sahihi. Nilisema siku nyingi sana, Simba inapenda kuenjoy ikicheza open game. Ikikutana mpinzani ambaye kabana maeneo inateseka. Young Africans ukiangalia Yanga wanacheza kwenye maeneo sahihi. Sasa angalia intensity ya Al Ahly away, si ndio? Alafu na Yanga ilivyocheza. Simba ngapi? Mshindo, sitaki kesi mimi. Subiri uone. Yes.